tumaini Bwana siku zote. Mbele zake Bwana kwa siku zote. Na siku ya nane pumziko takatifu, watu wanapumzika mbele za Bwana. Mbele za Bwana ni agizo la milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amina. Hebu jioni hii tena tuweze kusalimiana kama ambavyo tumeweza kusalimiana asubuhi. Kwa wale ambao ni wageni kwa mara yao ya kwanza, ambao ndio tunaonana mchana huu, hebu wapunge mkono kwamba asubuhi hukuwepo, ila jioni hii umekuja, pepea mkono wako na sisi tunafurahia. Wow, karibuni sana. Sasa tuna kawaida ya kusalimiana ambayo tumeanza nayo katika asubuhi ya leo. Utafute tu jirani halafu utamsalimia. Yesu kwetu ni rafiki, waambiwa haja pia. Twende. Yesu kwetu ni rafiki, waambiwa haja pia. Tukiomba kwa babaye, maombi yasikia. Twende. Tukiomba kwa babaye, maombi yasikia. Alafu utamsalimia jirani, unatabasamu mbele yake. Haleluya. Ukiona hana tabasamu, basi mara nyingine mwambie uniwie radhi nikatabasamu na mtu fulani, nitakurejea baadaye tukae pamoja. Kamata mkono. Msalimie jirani, mwambie nakupenda. Inua mikono, tumsifu Yesu. Tabasamu na jirani, mwambie nakupenda. Inua mikono, tumsifu Yesu. Haleluya. Amina. Nimeshawaambia siku ya mwisho ukae sawa sawa, nitatoa oda ya kukumbatiana. Sasa ukikaa na mama mkwe ukipigwa hedi, mimi hayanihusu. Ukija kukumbatia mtu halafu yakakupata ya kukupata, tusifuatane. Mimi sipo. Hello? Bwana akubariki sana. Asubuhi kuna mmoja alirukia akaenda kukumbatia hata hatujasema, nikasema haya ana hamu. Waka mzima hajakumbatiwa. Hello? Yes. Jioni leo neno linasema, jioni ya leo neno linasema sadaka ya kuteketezwa ya daima, na maana yake kwa sasa. Sadaka ya kuteketezwa ya daima na maana yake kwa sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuombe. Baba mwema, tunaomba uwe pamoja nasi katika jioni ya leo tunapokuja. Tunaomba utubariki kwa jina la Yesu. Amina. Amina. Wapendwa, kama kuna kitu ambacho Mungu anakitazama kwa umakini ni habari ya sadaka. Wachungaji, Bwana wabariki sana. Mchungaji Chana, barikiwa kwa ajili ya somo hilo ambalo umetuonyesha tunavyopaswa kufanya, tufanye kazi. Mchungaji amesema sio salama kukaa umependeza wiki nzima na euro mfukoni huna. Ukimwaga nyanya huna cha kulipa. Bora uchafuke. Pastor Tabindi aliwahi kusema katika kitabu fulani alikuwa amekatengeneza, aliwahi kusema ni afadhali mtu anayechafuka wiki nzima
kuliko mtu aliyependeza wiki nzima na amekopa lesoni kwa mwinjilisti na hajalipa. Umemdhulumu. Tufanye kazi. Kanisa hili ni la kazi. Oda kwa mwenye kazi anasema hiyo boksi Kutoka 20 fungu la 8 hadi 11 ni kufanya kazi. Unatenda mambo mengi, unakuwa na shughuli nyingi. Gusa hapa, gusa na hapa, una bodaboda zinaleta hela, una kuku huko mradi wa kuku, unalima, unafuga, unafanyaje kabiashara, una vitu vinavyozalisha. Hata tunapokuja kanisani, mchungaji anaposimama, jamani 10,000, akikoa tu 10,000 anasema samahani, hii hapa mchungaji umeinyosha hivi, inakusanya yote na inaleta mara moja. Lakini leo kwa sababu tuna washiriki tumefuga kama ndevu, hawana kazi wengi, ndio maana ile hoja ya wakati Yesu anauliza na wanafunzi, naomba nilibasi kidogo. Takwenda unganisha. Wakati Yesu anauliza na wanafunzi habari ya ucheo wake, ndani ya kichwa, nimekwambia kule mbele ndipo somo na uendelee kuhudhuria. Ndani ya vichwa vya wanafunzi palikuwa na dhana potofu. Hawakutegemea kwamba Bwana wao anaondoka. Wakati Bwana Yesu hata hivyo anapowaambia atakuja haraka, ndani ya mioyo yao hiyo haraka walielewa hivi, wao hawatakufa. Yaani haitafikia mahali wazeeke wafe Bwana Yesu hajaja. Ukizingatia amewaambia kwamba nitakufa na nitafufuka, na akafa na akafufuka, na anapofufuka wakina Petro na wenzake wanarudi huko jiwani huko kuvua samaki huko, na anapopeleka taarifa mbinguni ya kazi ya utume aliyoimaliza, anaporejea tena anakuta majamaa yako huko yanafanya kazi huko. Sikiliza, kwa hiyo ndani ya vichwa vyao hawakuelewa hiyo haraka anayoisema itachukua muda gani. Walitegemea ya kwamba itakuwa haraka mno. Sasa wakashangaa kizazi kinapita, wakashangaa wanazeeka, wakashangaa wanaanza kufa. Hoja sasa ya uwekezaji inaanza, wanaanza kuweka kumbukumbu, wanaanza kusimulia kina Dr. Luka, unaona, wanaanza kutafuta kwa ufasaha. Ukisoma hiyo Luka anazungumza, wakajitafutia kwa ufasaha, wakachunguza, wakafuatilia mambo yalivyokuwa, wakaanza kuweka rekodi. Kwa hiyo watu wakaona umuhimu wa kutunza maneno ya Bwana Yesu na kuyaweka. Kwa hiyo vitu vikaanza kupanuka kwamba kumbe haikuwa haraka ya kizazi chetu ya muda wetu. Halo? Kwa hiyo wakaanza kuandika, wakaweka, vichwa vyao vikapanuka. Sasa leo tuna washiriki wengi hawana kazi. Wanataka Yesu, wanataka waende mbinguni, wakati Yesu ameweka protocol ama ameweka utaratibu kwamba ni kufanya kazi. Kabla ya dhambi kazi ipo. Na kazi sio matokeo ya dhambi. Mojawapo ya vitu ambavyo mwanadamu ametoka navyo bustanini baada ya anguko, anatoka na ndoa ni takatifu, anatoka na sabato ni takatifu, na anatoka na kazi. Kazi. Kila mtu ni lazima ale kwa mikono yake kwa kufanya kazi. Mwanaume fanya kazi, mwanamke na yeye umpe kazi afanye. Unajua wako wanaume hapa wake zao wamewazuia kuwapa kazi, eti atataongozwa. Mnyime kazi na kutaongozwa atataongozwa. Sio, utakoma kabisa. Yaani umemnyima kazi eti atataongozwa, halafu mnyima kazi na wataongozaji wanataongozea hapo nyumbani. Sasa nikupe familia moja ilikuwa ya ajabu. Kuna baba fulani alikaa mkao wa hasara. Watoto wake akawaambia sitaki kuona mimba zinabebwa hapa. Badala ya kulala chumbani huko, chumbani na mke wake waenjoy, akahamia sebuleni. Akawa analala sebuleni. Binti akipita, unaenda wapi? Huko tu. Anaenda. Akikalia kidogo, anatoka kwenda kumuona kama kuna usalama. Akajipa kazi kubwa inayozidi size yake. Watoto wa hakika wakitaka kwenda mashambani, wakitaka kwenda mjini, kwenda kusaga, wanawekewa mabodyguard makaka zao. Mtakuwa mnawaangalia hawa sio wa kuamini sana. Kwa wanaliwa mkono pole pole. Lakini masikitiko yaliyotokea, ikatokea kwamba mimba inabebewa hapo nyumbani, na baba analala hapo analala hapo chuchunani sebuleni, amehama chumba bure, na mke wake amemwacha, na mimba ikabebwa.
kuja kuuliza. Alipomtandika sawasawa binti, akamwambia baba, uliwahi kuona tunakuja na binti fulani hapa alikuwa anavaa nguo? Huyo hakuwa binti, alikuwa ni mvulana, alikuwa anampa magauni anavaa, tunapita naye ndani. Unasikia hiyo? Umesikia hiyo? Yaani kijana analetwa ndani na mimba inabebewa huko ndani na mama yuko hapa anasubiri hapa. Anaona mtu anaingia akifikiri ni mabinti, kumbe mmoja ni mvulana. Wapeni wanawake wake zenu nafasi ya kufanya kazi. Akileta 10,000, wewe leta 20,000, 30,000, toa zaka ya Bwana na sadaka, maisha yaendelee. Haleluya. Hata kujifanya. Na wengi wanaonyima kazi wenzi wao ndio watongozaji wakubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sadaka ya kuteketezwa. Kitabu cha Waebrania 12 fungu la kwanza na la pili. Kitabu cha Waebrania 12 fungu la kwanza na la pili. Ukifika pale utulie. Baba nisome nukuu za Mama White katika kitabu cha wazee na manabii kile cha Kiingereza ukurasa wa 352. Anasema kwamba kamwe Mungu hakukusudia kuwa utoaji wa sadaka ya mwana kondoo kila siku uwe ni tendo la kawaida tu. Halikuwa tendo la kawaida. Wana wa Israeli wakati kuhani yuko anashughulika kwa ajili ya sadaka zile walikuwa makini. Naomba niendelee, nilikuwa na paraphrase hapo kidogo. Nimeongeza maneno ya paraphrase. Lakini anaendelea kusema ulipaswa kuwa wakati wa usikivu. Hata hapa tunavyozungumza namna hii, somo liko hapa, kuna mtu fulani yuko bize na makelele. Shwi. Anamwambia mwenzake hapa wakati mwingine anasikiliza neno. Watu leo habari ya neno hawana hamu tena. Leo linaendelea, watu wako bize, mara anatoka, mara anaingia. Hatuko na nidhamu. Tungelichukua kana kwamba anayesimama hapa ndio Yesu kutuhudumia, tungekuwa na nidhamu. Lakini anaendelea kusema hapa, anasema ya kwamba wakati huo ulikuwa ni wakati makini ambao walikuwa waabuduo walipaswa kuwa wasikivu sana. Waabuduo pia ulipaswa kuwa wakati wa maandalizi kwa ajili ya ibada, katika sala ya kimya na kujichunguza mioyo. Kimya. Unajua nilikwambia kwa watu hapa tunavyokuwa tunalisoma neno, anaomba kimoyo. Mungu wangu naomba unisaidie. Yaani mpaka tunafikia hatima ya neno ameshaomba maombi mengi. Na mimi siku hizi nimejifunza maombi si lazima upige magoti. Sio lazima. Utaomba unatembea, utaomba unapika, utaomba maombi mengi tena ya kimya. Ibilisi hawezi kusoma maombi ya kimya. Kule niliko waliwahi kutokea wana matengenezo. Wanajiita wana matengenezo, lakini kwa kweli hawa sio wana matengenezo, ni madini mengine. Sijui na huku kama wapo. Sasa wasikilize hawa, wakaibuka kwenye kanisa langu kubwa. Wakaanza kufundisha maombi ya kupiga magoti kwa kila kinachoitwa kuomba. Mama amesema, tuoneke. Akimaliza wananawishwa, hebu tuombe. Akisema tuombe, magoti. Yaani hawachelewi. Mkisema tuombe huko msiwani mmesimama, wanapiga magoti. Yaani mahali popote wao magoti. Kanisa likapiga kelele likasema, mchungaji, ukichelewa hapa utakuta kanisa limepumbuliwa juu chini. Nikaenda. Tukaongea nao, nikawafungulia. Mama White alivyowahi kuomba, nikawafungulia walioomba wakiwa wamelala, nikawafungulia walioomba wakiwa wamesimama, wameinua mikono, waliopiga magoti, aina zote. Nikasoma selected message na nikafungulia na sehemu zingine, nikafungua kwenye Bible comment, nikawafundisha. Kwani wanaelewa? Nikawapiga swali moja, nikamwambia mkinijibu hili, basi na nyinyi mnionyeshe ile andiko. Kawauliza hivi. Sisi mnaamini kwenye kupiga magoti kwa kila ombi? Jamaa mawili. Sasa ikiwa tutakwenda ziwani kwenye maji tunaogelea, au ikatokea bahati mbaya
Unajua kuna ziwa na kuna bahari. Ikatokea sasa kwa bahati mbaya kamtumbi kamefanyaje? Kamegeuka. Na wapi nageuka huko? Sisi tunaishi kwenye maji. Mtaombaje haya magoti, mtapigaje magoti kwenye maji? Mtaahirisha kuomba mpaka mtoke au mtaombaje? Wakatoa macho kama dagazi kama kwenye mlango. Na wauliza, mkiwa mnaogelea, tumeenda sasa kuogelea. Tumeenda kuogelea ziwani. Hamwezi kuomba? Ikitokea mahali watu wanasema jamani, hebu kila mtu amuombe Bwana, tunapigaje magoti sasa kwenye maji? Na nikina kile majibu hawa. Nikamwambia sasa kwa sababu umeshindikana, tutawaondoa ushirika. Kufuta ushirika. Kabla hawajaondoka wakasema mchungaji ungechelewa kidogo, tulikuwa tunapora kanisa zima. Sijui mpaka leo walienda wapi sielewi. Anaendelea kusema, andishi anaendelea kusema kwamba anasema ulipaswa kuwa wakati wa usikivu makini sana kwa waabuduo. Pia ulipaswa kuwa wakati wa maandalizi kwa ajili ya ibada, katika sala ya kimya kimya na kujichunguza moyo. Na kujichunguza nini jamani? Unajua hapa unaweza ukasikia neno linasemwa hapa, lakini nafasi ya kuchunguza moyo unaikosa. Unabaki tu kusema amenihubiria, ameshafika huku, naona wameshamwambia na dhambi zako. Nani hapa ana nafasi ya kutuambia dhambi zako sisi? Chunguza moyo wako katika kila neno linalopondwa, linaloambala na kikiwa apigwe ili apige kelele au okolewe. Yaani neno lilivyo huwa limemlenga kila mtu. Mungu hawezi kukusanya hapa halafu utoke kapa. Kuna mahali lazima uguswe. Uchunguze moyo wako, useme hapo Baba ni mimi, naomba unisaidie. Leo hata zile ibada za mtu tunazungumza hapa, mtu fulani unaona anatoka na machozi akitafakari, hakipo. Anafuta hisa, anasema Mungu wangu, hapo ni mimi. Hakuna. Sikiliza mtumishi wangu. Mwaga damu yake kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Tena Manabii ukurasa wa 353 utasoma. Kwa namna ya kifo katika mafungu yafuatayo huthibitisha. Waebrania 10 fungu la 1 hadi la 4. Inathibitisha hiki kitu ambacho naendelea kukisema. Naomba msomaji afike mahali pale atusaidie kusoma kitabu cha Waebrania 10 fungu la 1. Waebrania 10 fungu lile la 1. Neno la Bwana linasema. Waebrania 10 fungu lile la 1 hadi la 4. Twende. Basi Torati kwa kuwa ni kivuli cha mema, yatakayokuwa wala si sura yenyewe, kwa dhabihu zile wanazozitoa kila mwaka daima, haiwezi wakati wowote kuwakamilisha wakaribiao. Haiwezi wakati wowote kuwakamilisha wakaribiao. Ndio. Fungu la 2. Ndio. Kama ndivyo. Je, dhabihu hazingekoma kutolewa? Wewe ukibisha hiyo fungu la 1 unaambiwa hapa, kama unabisha, je, mbona zilikomeshwa? Kama sivyo, kwa lugha nyingine ndio namna hiyo. Ndio. Kwa maana waabuduo wakiisha kusafishwa mara moja wasingejiona tena kuwa na dhambi. Lakini katika dhabihu hizo kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Maana haiwezekani damu ya mafahari na mbuzi kuondoa dhambi. Tulia kidogo hapo, tutakurudia. Haiwezekani damu za mafahari
na mbuzi kuondoa dhambi. Unajua, ngoja nikwambie, kuna watu mbuzi zilikuwa zinachinjwa kabisa, lakini wanaambulia kurudi, hakuna kilichopokelewa. Hapo unawachwa, sadaka inakataliwa, mzambi anarudi akisikitika, na walikuwa wanasikitika mno. Maana kuhani anapofanya huduma ya kuteketezwa, huyo anategemea maombi yake yajibiwe, msamaha upatikane, lakini mtu anaingia kinyume. Hata makuhani walipoingia kufanya huduma ya hekaluni kinyume, hawajajitakasa, walifiamu. Kwa anaingia amefungwa likamba huku na njuka. Jaribu kufuatilia vile njuka, sio njuka kama za sasa, makomamanga. Kwa hiyo yupo anafanya huduma humo, wanaendelea kuangalia, wanatafuta, na haikuwa marufuku kuingia bila kujitakasa. Kwani aliyetaka wengine wako hapo. Kesi inapokuwa inaendelea, wanakuja makuhani ambao wako zamu kwa ajili ya ushahidi na kuona mambo mengine. Kama aliingia kinyume, alikata moto na walimtoa, hawakuruhusiwa kumfuata huko ndani. Sasa Yesu anaona kwamba hili lilikuwa ni kiburi tu, hili halitoshi. Maana ilikuwa ni maandalizi kwa ajili ya Yesu mwenyewe aliyetolewa mara moja, hivyo amemaliza. Yaliyobaki machache ndio tunaita leo. Unapogundua umetenda dhambi, inapogusa dhambi yako, badala ya kusema wameniona, unasema Bwana ameniona, naomba anisamehe. Amen. Unajua leo tunatafuta wachawi, nani aliniona? Yaani mtu kabisa umekaba na mke wa mtu, halafu unauliza maswali magumu wapi? Nani aliniona? Mwai kukaa baraza moja, ilikuwa ni saa 2 mpaka jioni. Mzee aliyepiga mimba Taira. Yaani mwanamke ni Taira, halafu mzee mshiriki akapiga mimba. Taira akamsonda, amenipa mimba huyo, akakataa. Tukamwita kwenye baraza, tungumuza. Mzee amekataa. Mpaka jioni tukasema sasa Mungu, wanamuna hii sisi hatuwawe, tukukabidhi ushughulike naye. Aliposikia hilo neno, na ngoja niwaambie, ukisikia neno linasema kwamba tunakukabidhi Yesu ushughulike naye, ogopa. Ni bora wanadamu wakushughulikia hapa kuliko kushughulikiwa na Mungu. Akasema samahani, ni mimi. Tumekaa saa 2 mpaka jioni, anazungusha. Tungetoka saa 6. Mtomo ule uliokana saa 2 mpaka huko jioni, ndio huo jioni wasema mwanaume ndani ni mimi. Na washiriki hapa ni wataalamu wa kuzikana dhambi. Utafikiri wamesomea. Kakatae tu. Kufanya nini? Unakuta mtu anapewa elimu, anaambiwa wewe kakatae tu. Na anayemwambia kakatae ni mshiriki. Wewe kakatae. Sisi tupo, tutapiga kura, wewe usifutwe. Yaani watu wamebakisha maneno, wamebakisha majina ndani ya vitabu, lakini mbinguni hayamo. Wanalindana. Jamani, hali upepo nafikiri si mzuri, mtaenda mnilinde. Na watu wananyosha mikono kumulinda. Mungu wetu atusaidie. Mungu wetu aturehemu kabisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Msomaji, hebu endelea. Fungu la 5. Ulimaliza lile fungu la 4. Basi hili ndilo fungu pekee kumradhi, katika kitabu cha hili ndio fungu pekee ambalo linazungumzia habari ya kuonesha ni kwa namna gani tunapaswa tuelewe makafara hayo yalikomeshwa na Yesu mwenyewe kuwa mwana kondoo ambaye anaichukua dhambi ya ulimwengu. Mara moja toleo lake limerudi nyuma na limeenda mbele. Watakaozaliwa na wale ambao wapo, ilienda mbele mpaka mwisho wa wakati. Haihitaji kumuona Yesu amening'inizwa pale. Haihitaji na Yesu aje hata tumuone. Inahitajika imani, kuamini kile alichotenda. Unajua, naweza kusema mimi nikiona ndipo nitaamini, lakini kuna watu waliona na hawakuamini. Mimi Yesu akija nikamwona kwa macho ndipo nitakubali. Kuna watu walitembea naye na hawakumkubali. Tunaona wanafunzi asubuhi tumeona wakina Petro wanatembea naye, wanabaki kumkemea kama mtoto mdogo, kama kijana mdogo. Hawamuelewi ya kwamba huyo ni nani. Na hata leo kuna wanareforma ambao wamesimama wanakataa habari ya Roho Mtakatifu. Wengine wanamkataa hata Yesu kwamba hakuzaliwa.
lakini maandiko yako wazi. Mwili ulitayarishwa na Mungu mwenyewe, akamtayarishia mwana wake. Mchungaji ukasema tu maneno, imeandikwa tu Petro wa kwanza 1:18 hadi 19. Kitabu ni cha Petro wa kwanza. Ndio. Sura ya pili. Sura ya pili fungu la 18. Petro wa kwanza 1:18 hadi 19. Petro wa kwanza 1:18 hadi 19. Neno la Bwana linasema. Nasemaje? Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Kwa fedha au dhahabu. Mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa. Mlioupokea kwa baba zenu. 19. Bali kwa damu ya thamani, kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yaani Kristo, mwana kondoo ambaye alizaliwa akabeba dhambi za walimwengu. Waebrania 10 fungu lile la kwanza hadi la 10. Waebrania sura ile ya 10 ya kwanza. Ndio. Waebrania sura ya kwanza fungu la Waebrania 10 fungu la kwanza. Ndio. Neno la Bwana linasema. Waebrania 10 fungu la kwanza hadi la 10. Naona ulifika mahali fulani, naomba uendelee. Fungu la 5 twende. Ndio. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema dhabihu, matoleo taka na sadaka hukutaka. Rudia. Dhabihu. Ndio kabisa hapo ulipoanzia. Kwa hiyo ndio ajapo ulimwenguni asema fungu la ngapi hilo? Fungu la 5. Ndio. Dhabihu na toleo hukutaka. Lakini mwili hapo. Lakini mwili twende uliniwekea tayari. Fungu la 6. Umesikia katika kitu kama hicho? Mwili wa Yesu uliwekwa tayari. Kwa hiyo anapozaliwa mwili umetayarishwa. Na ndio maana huyu aliyekuwa amempasa Yusufu anashangaa tu kwa uwezo wa Roho. Anamuuliza ni kwa namna gani? Ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mwili ulikuwa umetayarishwa. Tembea. Fungu la 6 anasemaje? Sadaka za kuteketezwa, sadaka za dhambi, hupendekezwa nazo. Hukupendekezwa. Hapo sawa. Hukupendezwa nazo. Naam. Ndipo aliposema, tazama nimekuja katika gombo la chuo. Imeandikwa niyafanye mapenzi yako Mungu. Fungu la 8. Naam. Hapo juu asemapo dhabihu na matoleo sadaka za kuteketezwa za dhambi na hizo za dhambi huzitaka wala hukupendezwa nazo zitolewazo kama ilivyoamriwa Torati. Ndio. Ndipo aliposema tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza ili kusudi alisimamishe la pili. Sasa hapa kuna mgogoro. Watu walipoona wakadhani anazungumzia makaratasi haya, eti agano la kale na agano jipya, huku makaratasi. Kinachoondolewa ni ile agano la wanyama la kuchinja makafara, hilo ndio linaondolewa. Unajua ukienda haraka Biblia unadhani na kuchanganya. Biblia haijawahi kujichanganya. Wewe ndio unaweza kujichanganya. Halo? Yes. Unajua wasaidieni watu. Tupo hapa lakini kuna mtu anaweza akapaparukiwa tu na watu wameshiwa huko Mlenda. Unajua liliondolewa, mmebaki yeye mmeshikilia agano la kale. La kale lilifutwa, imeandikwa. Elewa. Jifunze kwanza mwanzo pale uelewe wazo linalozungumziwa ni lipi. Tulika, acha kukuruka tu na unachika kipande cha fungu. Halafu unasema ilifutwa. Na leo kwa watu hata zaka na sadaka wamekataa kutoa. Halo? Yes. Kwa sababu wachungaji wapo wataendelea kuzungumzia habari ya uwakili, lakini ninaomba utege sikio uelewe. Unaweza kupotea
na kibaya unapotelea ukiwa ndani ya kanisa kwenye jengo, ila kwa hakika haumo ndani ya kanisa na Mungu mwenyewe. Umepotea. Mfano wa senti iliyopotelea nyumbani ndio mfano wa watu waliomo ndani ya kanisa ambao hawajitui kwamba wamepotea na wamo ndani ya kanisa. Lakini Mungu anafanya juu chini kukuita na kutafuta kwa mafundisho ili uokolewe. Ni bora kondoo iliyopotea ambayo ilienda imepotelea huko, maana ilikuwa na heka za kumtafuta. Yaani mchungaji wa kimashariki alipopoteza kondoo alikuwa anaondoka analia kama kondoo. Anasikiliza. Na kondoo naye kule naye anahangaika. Akisikia huko anasogea. Anapomwona anaweka mabegani. Lakini shilingi ambao ni mfano wa shiriki tulio ndani ya kanisa au walio ndani ya kanisa hawajielewi, na wamekuwa wachupavu, wakieleweka wanabisha na wanasonda maandiko wakitenda na wasapoti, wala hakuna support yoyote. Ngoja nikwambie, Biblia haijawahi kujichanganya. Nenda pona. Unajua maandiko nayo kadhani anakuunga mkono, kumbe wewe hujaelewa. Omba Roho Mtakatifu akufunulie. Acha ushupavu. Acha ushupavu. Na tunapoendelea kumalizia mahali pale, msomaji naomba umalize, utakomea lile fungu nililokuambia. Nakwambie ni lazima tuelewe ya kwamba neno la Mungu limekuja ili tupate kuokolewa, wala sio kutuchanganya. Neno la Mungu alipo kutuchanganya. Hapo watu wamekataa kununua lesoni na makesha, wanasema yanawachanganya, hawayaelewi. Eti hayaeleweki. Msomaji, fungu la 10 anasema, na la mwisho, katika mapenzi hayo ndio mmepata utakaso. Mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo. Kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Mara moja tu. Mwili wa Yesu Kristo ni toleo la mara moja. Makuhani walishughulika na kuchinja sadaka na makafara hayo kila wakati. Yaani mtu aliyeleta leo na kesho unachangana leta na wale watu. Hadi unajua tukiwachunguza wachungaji mfanye research, muangalie hivi ulikuwa na makondoo mangapi ambayo umeyafuga, na wengine ninadhani hata kula walikuwa hawali, ila wamefuga tu, akitenda dhambi anapeleka. Kama leo ingelitumu kuwepo hiyo, wale wenzangu na mimi hata kuku tazali umekatazwa kufuga, wewe ulipo ambapo umetenda dhambi ungepeleka nini? Unajua kuna watu hapa wanafuga chawa ila kuku hawezi kufuga. Chawa ameweza na ni wanyama wanakula ndani ya nguo yake, lakini kuku anayejitafutia chakula hawezi kufuga. Mayai 500 mpaka kanunue. Ungefanyaje? Si ungesema asante kwa ajili ya Yesu, toleo la mara moja. Inagharimu nini? Unapogundua umetenda dhambi ni kuungama. Maneno hapo matakatifu yanaposema hapa, unakuwa makini, unasema Mungu wangu, mimi ni mdhambi, nahitaji msaada wako. Lakini kilichopo ni kupambana na watu. Munilinde. Mambo yangu yamejulikana. Yaani wapo watu wanafuga dhambi za watu badala ya kufuga mbuzi na kondoo. Na mwisho wa siku, kwa sababu kazi na malipo, utalipa. Acha mtu huyo apotee. Utalipa. Nikwambie, nikuibie siri. Kama vile Yesu alivyokuja akalipa, akafa, mwisho wa safari wale watakaong'ang'ana na dhambi zao, maana kafara ya Yesu ilienda mbele na ilirudi nyuma, anasema watakaokataa mpaka mwisho wa safari, na wao kama Yesu alivyolipa, itabidi uhai wao nao ulipe, wachoma moto. 50 kwa 50. Yaani kile unachokipuuzia leo utakutana nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sikiliza mtumishi wa Mungu. Sasa Waebrania 12 fungu la 1. Waebrania 12 fungu la 1. Anasema, dhabihu sasa ambayo iko hai, ambayo tunapaswa kuitoa kila siku. Ndio. Basi
Na sisi pia tena, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa, la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito, na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbiu kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Warumi 12 fungu la kwanza, naomba uende hapo. Mashindano. Nikwambie tunayo mashindano mengi yetu leo, inashindana na neno la Bwana, inashindana na nia yako. Ni lazima uisalimishe kwa Bwana. Usitoe kila siku. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Mwili wako kila siku, mwili wako utoe, ufanyie kafara, utoe kwa ajili ya Bwana, sio kutoa kwa ajili ya dhambi. Ndio kwa watu miili yao, mzee wangu, wameitoa kila siku kwenye uzinzi. Na washiriki wetu ni wataalamu sana. Kama anakunywa pombe, huwa kuna kachumba kwenye zile guest kawa Sabato, anakata kwenye kona. Kwa hiyo yuko hapa anakaa, akitaka kunywa anainama, ananywea chini, anaendelea. Mtu anaweza akakaa kwenye kesi humo hapa amepelekeza familia, ila aliaga, amesafiri, ila yuko kwenye kesi, akamaliza hata wiki nzima anakula na kunywa hapo ndani. Ameutoa mwili wake kwa ajili ya mambo ya ajabu. Na wengine wanawake, naenda kwa mjomba, lakini anakaa kwenye kesi hapo wiki nzima, yumo ndani. Na hao watu ndegesi wanasiri. Toa mwili wako kuwa dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Bwana. Utoe mwili wako katika kazi za kanisa. Toa mwili wako kwamba nimejitoa kwa kazi kimwili, lakini tunaitwa kila siku mwili yetu kuikabidhi kwa Bwana. Mwambie Baba, huu mwili huu una tamaa. Ndio maana Yesu alihukumu dhambi kwenye mwili huu akashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alivaa mwili kutangaza ya kwamba inawezekana kuishinda dhambi katika mwili huu. Wakati mtu mwingine anahangaishwa na uzinzi, wapo watu walioitoa miili yao, wameisalimisha kwa Bwana, wanamuomba Mungu kila siku awashindie tamaa, wanashinda. Jioni leo, mwili wako umeutoa kwa ajili ya jambo gani? Nikwambie katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15:31. Korinto wa kwanza 5 fungu la 31. Mwili yetu inapaswa itolewe kwa ajili ya Bwana. Hata namna ya ulaji wetu, tukishaitoa sadaka kila siku, tutakula na kunywa kama Bwana anavyotaka, wala si kama tunavyotaka. Mitomo na hamu hizi zinataka tule kama tunavyotaka, lakini Bwana aliyeumba mwili huu anataka ule kama anavyotaka. Ndio. Wakorintho wa kwanza 5:15. Haipo? Msomaji. Wakorintho wa kwanza 5. Nasema 15. Haipo 15. 15 fungu la kwanza. 15 fungu lile la 31, msomaji. 31, neno la Bwana linasema. Linasemaje? Naam, ndugu, kwa huku kujisifu kwangu, niliko nako juu yenu katika Kristo Yesu Bwana wetu, ninakufa kila siku. Tusipouweka mwili huu kila siku miguuni pa Bwana, ukausalimisha miguuni pa Bwana, Ukristo wako hautamtangaza Yesu. Hivi ni wangapi mnaokumbuka asubuhi kuweka wakfu mwili wako kwamba Baba najiweka wakfu
mwili huu utumie kwa kazi yako mchana wa leo. Yes, wapo. Baba, ninaenda duniani, kuna majaribu. Kutazama kunaweza kunipeleka nijaribiwe. Unajua Mafarisayo wao